Yani sitaki kuamini kabisa risasi ndio zinapaa sana kuliko mabomu ya machozi. Sawa. Na asilimia kubwa sana ya watu wameshapigwa sana risasi. Sawa. Mimi binafsi yangu na watu kadhaa ambao naweza nikashare na nyie kwenye mtandao ambao wamepigwa risasi mbele yangu. Na wengine walikuwa karibu yangu, yani risasi zilikuwa zinatukosa wengine zinawapata wengine. Sawa. Kwa hiyo sio vitu vya uongo, sio vitu vya mchezo. Risasi zinaruka sana kuliko mabomu ya machozi. Sawa? Shukrani sana. Shukrani sana. Kuna baadhi ya clip nimeshindwa kuziweka kwa sababu ziko graphic sana. Yani unaona mtu wamemshoot live yuko pale amefariki, wengine unajua yani ni kwa YouTube ni sensitive sana, wanaweza wasi recommend hii video, umeona, au hata wakaiblock kabisa, umeona. So nimeshindwa kuziweka hizo. Lakini kwa kilichoendelea na ambacho bado kinaendelea, yani kinaniumiza sana kupita kiasi. Kinaniumiza mno, yani mno. Yani nasikitika sana kuona jinsi vijana wenzangu wa Kitanzania walivyofariki. Bro, takriban watu 700 wajua wamepoteza maisha, na maaskari vile vile, uharibifu wa mali, kwa sababu unajua kwenye hivi vitu hamna kwamba kwanza hamna aliyoko salama. Sio kwamba biashara yangu watu gusa, sio watu nini, kwa sababu ile ndio njia rahisi. Mtu anaona kwamba ili nisikike mapema, waone kuwa niko serious, inabidi nifanye damage. Umeona? Kwa akiwa kwenye business yako usishangae kikatokea pasua wakaharibu. Umeona? Serikali ijue kwa kumbe watu kweli wako serious. Umeona? Sasa yenyewe iko hivi. Wanavodai kwamba chanzo kikubwa kiachana na mambo ya ndani ya CCM, kwamba Samia kuruhusu watu wengine, umeona, wagombee kile kiti kwa ndani ya CCM, kwa kachagua mwenyewe. Hiyo sisi haituhusu, umeona, kwa sababu CCM alimsimamisha yeye, ni yeye, au sio? So hiyo upinzani haiwahusu, wala waweza kaingilia mambo ya ndani ya CCM. Kwa upinzani pia wanadai kwamba wamemkamata rais wao, umeona, Lissu na makamu na baadhi ya watu, kwamba unajua ile kwa didimiza mpaka wameshindwa kugombea, umeona. Kwa hiyo inawauma, inabidi waingie mtaani. Mimi nahisi hiyo ndio sababu kuu, kwa sababu ukiangalia sababu nyingine ni ipi? Sioni. Mimi naona ni hiyo tu, kwamba kiongozi wao, mgombea wao amewekwa ndani, au sio? Kwa hiyo wamemind, kwa hiyo wanaingia mtaani kama hivyo kutetea haki yao, wanataka justice. Sasa ukiachilia hayo yote, mambo ya uchama, mambo ya nini, yani mimi sitaki kuongelea mambo ya uchama hapa, umeona. Mimi naongelea kijana wa Kitanzania, sisi kama Watanzania, ni sisi kama sisi, kwa sababu wakati tunapambania uhuru tulikuwa wamoja, ujue. Wala haya ya kuwepo. Tulikuwa tuna lengo moja, nia moja, tulifight hadi tukapata tulichokitaka. Sasa kwa nini ile energy shift ikaenda kwa vitu vingine, yani, umeona? Kwani sasa hivi tumegeukiana sisi wenyewe kwa wenyewe, yani polisi ana shoot mtu, umeona, raia wa kawaida, raia ni mara ana attack polisi, anamuua, bro. Yani ni vitu yani havieleweki, ujue. Na ukiangalia yani hajawahi kutokea hapa Tanzania, ndo mara ya kwanza, kwa imekuwa surprise. Na hata maaskari mimi naamini wamekuwa surprised kwa hii kitu, kwa sababu haijawahi kutokea. Na sidhani kama walikuwa wamejiandaa. Walijua tu ni kawaida, kwa sababu Mtanzania akiona bunduki, akiona labda gari la polisi anakuwa na woga nini, umeona. Ukimwambia kalale, anaenda kulala. Lakini hii imekuwa tofauti. Hii mtu ameona bora afu. Unajua kufikia stage, bro, mimi naona labda mambo yamebadilika sana, Yani I say tuko kizazi kingine kabisa, sio kama cha nyuma. Na hii inatokana na hisi na ugumu wa maisha. Ukiangalia wale ambao wanaandamana, hamna milionea anaweza kaingia mtaani kwamba akashika jiwe, akashambulia gari ya polisi, au akachoma biashara ya mtu, au akanini. Yani huwezi kuona. Ni wale vijana ambao wengi wana struggle kwanza, umeona. Alafu wajasiriamali wadogo, kwa wanaona kama serikali inawabana sana, yani kiasi kwamba yani ni life wanayoishi ni ngumu, yani haona tofauti na mtu aliyofariki. Kwa wanaona bora acha nikafie mbele, umeona, kwa sababu labda sisikilizwi au nini, umeona. Kwa liwalo na liwe. Sasa mimi nilikuwa na wazo moja, ujue, sababu hata mimi pia nilikuwa na hiyo mindset kwamba nalaumu serikali. Yani mimi ndo nilikuwa hivyo na hiyo mindset, nalaumu serikali kwamba
nimesoma, mi niko na degree ujue, umeona, marine engineering. Sasa siku moja nilikuwa nimekaa na tafakari, nasema kwamba unajua hata serikali inavyoajiri, inavyosema kwamba wanaleta ajira, ninaozungumzia watu wao, kuna maaskari, labda kuna wanajeshi, au kuna kuajiri watu kwenye halmashauri. Unajua zile nani kazi za serikalini zile. Usije ukasema kwamba kuna baadhi ya kazi ambazo utaajiriwa serikalini, lakini kuna baadhi ya kazi uwezi. Kama wewe labda ni engineer, unajua kupata shafu serikalini, so yani ni kuajiriwi straight moja kwa moja, hapana. Yani kwa mtu mmoja, yani sio kwa kundi la watu kama labda tumeajiri maengineer kadhaa kwamba serikalini. Unaweza ukasema kwamba mbona TANESCO ni branch ya serikali, mbona sijui DAWASCO hivi na hivi. Hizo dala za maji, dala za umeme, hizo zinajitegemea na zina budget yake, zinajiendesha zenyewe, umeona. Kwa hiyo na hawaajiri kwamba kupitia serikalini, inabidi wewe uende pale upeleke maombi. Haukai kwamba ukasubiria upangiwe kituo kama daktari au nini, umeona, vitu kama hivi. Sasa nilikuwa nafikiria, nasema kwamba unajua hawa watu bwana ni wafanya biashara. Yaani kiukweli sasa hivi tuwe open, acha mambo ya kwamba wewe una support CCM au kwa nini auzungumzie mambo ya maandamano, kwa hiyo tumefanya vibaya, achana na hizo fikra. Yaani tuongelee reality sasa hivi, umeona? Sababu haya yatapita bro, trust me. Hatuwezi tukaenda hivi mwaka mzima. Au hii serikali ni wafanya biashara. Hawa jamaa mimi nikuja kuwashtukia. Umeona kitu kimoja? Wanaandaa mifumo ya elimu, au sio? Wanaimiliki wao. Wanaandaa mitaala, kila kitu. Alafu sisi tukiwa wadogo wanatupeleka shule. Unajua zile shule tunalipia. Iwe shule ya msingi, hamna shule ya bure. Umeona, hamna kitu cha bure. Hawa jamani wafanya biashara ujue. Kwa zile kodi ndo zinalipa pale, watoto wanasoma, wanakuambia ni bure, lakini sio bure, kwa sababu wale walimu wanalipwa na kodi zetu, umeona, tunazotoa. Sekondari hivyo unalipia ada. Ukiingia high level hivyo unaingia university, unapewa na boom ule mkopo na unaurudisha baadaye, sio bure. Kwa hamna kitu cha bure, ni wanatuuzia. Alafu baadaye wakishamaliza, wakikupa kile cheti, wameachana na wewe. Umeona? So baada ya hapo utajijua unafanya nini. Sasa ukiangalia toka tulivyoanza kusoma, wanatuandaa kwamba ukimaliza tu we unaingia sehemu fulani, unapewa mshahara fulani, unaanza kula life. Umeona, una enjoy life. Ndio tulivyoandaliwa, lakini watuandaa ile kwamba ukitoka fanya kitu fulani. Na hiyo wana sababu yao ujue. Kwa sababu ngoja nikupe siri. Jinsi wanavyoenda fuatilia, la 7 wanafaulu sana. Form 4 wanaminya kidogo. Wengine wanachujwa na baki, wanaenda wachache. Form 6 mtihani ukifeli wanaminywa kidogo, wanaobaki wengine wanaenda chuo. Wakishafika chuo, wale ndio idadi ya watu serikali nayo wahitaji kwenye soko la ajira. Umeona, kureplace ambao walioko kazini. Umeona? Sasa mimi nilikuwa na wazo moja. Na mimi nimelitendea kazi kwa kweli. Mimi nilifikia stage nikatafakari, nikasema kwamba mimi sasa hivi ya mambo ya ajira mimi naachana nayo. Umeona, sitaki kufikiria kazi hivyo vitu, kwa sababu kwanza utajikuta una spend life yako, muda wako mwingi wa maisha kutafuta kazi au kusubiria kwamba watakuja kukomboe, ambapo hapo unachelewa wewe mwenyewe. Umeona? Alafu na kingine, hata kama umepata kazi, wala walioko kazini wala waajiriwa hawana raha bro. Imagine hata kama unapewa labda 900,000 milioni moja, hiyo ni 30 kwa siku. Wakati kuna mtu pale Mbagala stand anaingiza zaidi ya hiyo kwa siku. Anaingiza hata 100,000 kwa siku, yuko Mbagala pale. Umeona? Kwa hiyo nikajikuta bana ni kama nimepigwa. Umeona? Hivyo ndio nilikuwa nasema TV bana, hao watu kumbe ni wafanya biashara, kwa sababu hata kama nikiandamana, kama nataka huduma ya barabara, kwamba barabara mbovu, lakini wao ndo wanamiliki hiyo barabara. Na wao ndo wanamiliki hospitali, wao ndo wanamiliki kila kitu. Kwa hiyo kama mfanya biashara anaangalia ni kitu gani ambacho kinamlipa kwa wakati huu, kwa hiyo ndo anachodili nacho. Wewe unaweza kuomba barabara, kumbe anaona katika ile eneo nikitia hospitali inalipa. Umeona, unakuta wana deal na hospitali. Kwa hiyo sasa inabidi tushtuke, vijana tubadilike. Tuache kutegemea serikali sana, alafu na tuache kutegemea makampuni. Tuje na vitu vyetu. Umeona? Alafu viwe vikubwa, kwa sababu mtu kama una degree, umesoma hadi chuo kikuu, umeona, wengine wamesoma hadi nje ya nchi, na wengine unakuta wamebarikiwa na mitaji, wana uwezo wa kuanzisha biashara, lakini unakuta mtu unaanzisha biashara kwa udogo, yani hauendani hata na ile elimu yako ulosoma. Umeona? Ambapo ukikaa chini ukaja na plan ukiexecute,
unakuta ni idea kubwa sana, una uwezo yani wa kuwa na biashara ni kubwa mno, yani hata kuja kujenga kiwanda, umeona. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba yani vijana kiukweli, na mimi nishaanza nilikaa karibia mwaka mzima, ni miezi 13 nilikuwa natafakari nifanye nini. Nikaja na idea yangu, nimeifanyia uchunguzi kila kitu, utafiti, mpaka nijue nitaanzia wapi. Imenigharimu miezi 13, umeona. So sasa hivi nasubiria nje ni execute plan yangu, nipo na kusanya capital. Kwa hiyo mimi ndio kwa naomba yani vijana nitoachane na hayo mafikra ya ajira. Hayo ndio yatatufanya tuingie barabarani, alafu ukiingia barabarani tayari ni adui wa serikali, na serikali siku zote iko sawa. Siku zote jamaa wako sawa. Wao ukiwa tu against nao wewe ni adui, alafu wana uwezo kufanya chochote, alafu wewe uwezo ukafanya chochote. Kwa hiyo sisi tu deal na wafanya biashara wengine wakubwa hawa ambao wananunua wanasiasa, umeona. Sisi hao ndio wa kuweka nao competition, umeona. Kwa hiyo ni ile kwamba kijana akianzisha kitu watu tumsupport, umeona. Hivyo naamini tutafika mbali sana na hizi kelele zitaisha, yani, umeona. So huo ndio ulikuwa wito wangu kwa vijana, umeona. Na mimi hii platform kwa kweli nimeianzisha, nitakuwa na document kila kitu nitakachokuwa nakifanya mpaka nitakapofikia lengo. Umeona, nataka hata baada ya miaka kama 10 nikija kuangalia hivi nyuma nasema aisee, kweli nimeanzia mbali, umeona. Na naamini nitafika pale, kwa sababu ukiendelea kuwaza mambo ya ajira, siajiriwi hivi na hivi, serikali ikoje, yani utakuwa unabishana nao tu, yani afu wao watakuwa wanatumia hicho kigezo cha ajira kwenye kampeni. Ukiangalia kigezo cha kwani mara ngapi wamesema wanatengeneza mabarabara, yani hiyo ndio wanaotumia kama marketing plan, umeona. So hawezi wakaifix, wakifix wataongea nini uchaguzi ujao, umeona. Kwa hiyo mimi naona bana, yani nimesikitika sana kuona kwamba umaskini na ile shida imepelekea mpaka watu wamekuwa tayari kuuawa, na hiyo ni kutokuwa na mtu anaona sina plan B, sina option nyingine, yani nimechoka, umeona. So inakuwa inaumiza kiukweli, yani. Kwa hiyo nachoomba kiukweli, yani Watanzania, yani tuachane na haya mambo, umeona, ya kufikiria sana kwamba serikali itatukomboa. Miaka 60 toka miaka ya 90 wanalia hivyo. Shtuka basi, amka, yani achana nao, umeona. Sisi vijana inabidi tuungane, tushikamane, tuone tutajikwamua vipi. Trust me, yani tutafika mbali sana, mbali mno kupita kiasi, yani mbali mno, yani. Kwa kama unataka kujoin na mimi katika hii safari, fanya kusubscribe kwenye hii channel. Nitakuwa na update kila week, umeona. Natia progress, nitakuwa naweka progress yangu. Kama una chochote, una wazo lolote kulingana nitakachokuwa na share, utakuwa una drop comment, tutakuwa tuna engage. Au kama una plan nyingine yote unahisi unaweza, kwa sababu mtu unaweza ukatengeneza biashara mpya kupitia biashara inayo exist, umeona. Naweza nikacheki biashara yako nikaona opportunity vile vile. So ukiona and then vizuri, umeona, tunasupportiana kama hivyo. Kwa subscribe kwenye channel, afu tuonane katika video inayofuata.